Mama Kenneth aliamka kutoka katika usingizi mzito huku akiwa amechoka sana, lakini alihisi maumivu makali kutokea sehemu zake za siri. Wakati akiwa yuko pale pale katika lile duara, aliangaza macho huku na kule, alisikia sauti ya mganga mzee Mashimba akikohoa. Kisha akasikia sauti ikimwambia, hongera sana binti, zoezi letu limefanikiwa, hivyo basi tumebakiwa na siku 6 za kumaliza zoezi letu liwe limekamilika kabisa. Kisha mzee Mashimba alimletea dawa za mitishamba za kuoga na kunywa, na akamwambia, dawa hizi pia utatumia kipindi hicho chote utakachokuwa hapa, kila siku asubuhi na jioni. Mama Kenneth aliitikia, sawa mzee Mashimba. Lakini wakati akiwa pale anaendelea na zoezi lile, mzee Mashimba alimtaka Mama Kenneth kutofanya mawasiliano na mtu mwingine yoyote isipokuwa yeye tu peke yake. Hiyo hali ilizidi kumpa wakati mgumu sana Mama Kenneth, lakini hakuwa na namna, japo aliwaza sana kwamba mume wake angemtafuta ingekuwaje. Na aliogopa kufanya hivyo, maana akivunja masharti ndo atakuwa ameharibu kila kitu. Jua lilishuka na jioni ilikuwa imeingia. Hofu kubwa ilikuwa imetanda katika moyo wa Mama Kenneth. Alijua nini ambacho kilichokuwa kikifuata. Na hatimaye muda wa kufanya tendo la kafara ulikuwa umefika. Mzee Mashimba alimtaka Mama Kenneth kusogea eneo husika. Kisha aliwasha mishumaa na bila ya kuchelewa aliongea maneno ya kuzimu akiwa anamuita shetani amuingie na haraka waanze zoezi lao. Baada ya kufanya hivyo, shetani alikuja na alimuingia mzee Mashimba. Kisha mzee Mashimba akamgusa Mama Kenneth usoni na kiganja chake. Mama Kenneth alihisi usingizi mkali na akalala usingizi mzito sana, akiwa amelala kile kitendo kikiwa kinaendelea. Mama Kenneth akiwa usingizini alianza kuota ndoto akiwa yuko kuzimu. Alijiota yuko sehemu ambayo hajawahi kuiona wala kuisikia kwa jinsi inavyofanana. Palikuwa ni sehemu ambayo inatisha sana. Kumejaa viumbe vya ajabu vinatisha sana. Kisha alisikia sauti ya mtoto wa kiume ikiwa inamuita. Hakujua inatokea wapi, ila aliamua kuifuata. Akiwa anaifuata sauti ile, mara kwa mbali alimuona mzee Mashimba anatabasamu, alafu akamwambia, njoo tu, usiogope. Akiwa anaendelea kwenda, pia alisikia sauti kubwa ya kicheko yenye mwangu iliyokuwa ikijirudia masikioni mwake. Lakini kwa sababu alikuwa katika ndoto, alipata ujasiri na kuendelea kwenda mbele. Alipomkaribia mzee Mashimba, ghafla moshi ulitanda mbele yake. Kisha alisikia tena sauti kubwa ikimsemesha, tutakupatia mtoto kama hitaji lako linavyotaka, ila ukienda kinyume na masharti yetu, huku ndo itakuwa makazi yako ya milele, hautotoka tena na utatumikia adhabu kali za milele. Kisha akamwona mzee Mashimba amesimama pembeni ya joka kubwa la kutisha. Mzee Mashimba akasema kumwambia Mama Kenneth, huyo ndo mtoto wako.